TV ni kusabahi popote pale ulipo. Habari za wakati huu na kukaribisha kwa moyo mkunjufu katika Women's Forum. Ni wakati mzuri tunapata wa kukaa hapa na kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yapo kwenye jamii yetu, lakini ni yale ambayo yanahitaji kupata majibu pia na kuhakikisha kwamba tunajenga msingi wa jamii iliyo imara. Na katika Women's Forum tunazungumzia mambo ya ndoa, familia, malezi, maadili, lakini pia mambo ya kiroho ambayo haya basi ndio msingi mkuu wa kipindi hiki ambacho tunajua kabisa kwamba kila mmoja msingi wake ukianzia kwa Mwenyezi Mungu mambo yanakuwa mazuri sana. Karibu sana. Leo tena tumepata neema hii ya kukaa hapa na leo tutazungumzia misingi ya ustawi, misingi ya ndoa yenye ustawi. Tutazungumzia misingi ya ndoa yenye ustawi. Maana ya misingi iko mingi. Sasa ili ndoa iweze kustawi, kuna misingi gani ambayo inatakiwa tuifahamu? Karibu sana. Tunaye mama yetu, Mama Grace Masala-Kulangwa. Huyu ni mwalimu wa neno la Mungu, na tukisema neno la Mungu lina mapana yake. Atajitambulisha vizuri kabisa atakapoanza kuzungumza nasi, lakini nakukaribisha sana. Kuna ujumbe unaopita hapo kuhusiana na mawasiliano yetu. Unaweza ukayatumia vizuri hayo mawasiliano ili kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na hiki kipindi, lakini pia unaweza ukatumia hayo mawasiliano kutueleza kama una huduma yako, pengine labda unataka kutangaza biashara yako. Nafasi hipo, karibu sana tutangaze na Women's Forum, na tunakualika sana. Tumia hiyo namba kuzungumza nasi tutakuelekeza namna ya kufanya. Ni kushukuru tena na nikukaribishe sana katika Women's Forum. Mbele yangu hapa ninaye mrembo amependeza sana na kitenge chake, anaitwa dada Grace Grace Masala-Kulangwa. Mtazamaji anaweza akasema, jamani, wewe enjo kumuita mama yetu dada. Mimi naweza nikamuita dada, nikamuita mama, kwa sababu yote yanampendeza hayo majina, lakini kwa heshima ni mama yetu. Yuko hapa na tunazungumzia misingi ya ustawi, misingi ya ndoa yenye ustawi. Kwa hiyo kwa kumtazama tu utajua kwamba hapa tutaipata misingi na kitu ambacho tunakitaka tutakipata. Karibu sana mama yetu Grace. Asante sana Angel, na shukuru sana kunialika. Kama alivyosema Angel, mimi naitwa Grace Masala-Kulangwa. Ninamshukuru Mungu, mimi ni mke wa Masala-Kulangwa, mchungaji Masala-Kulangwa, daktari, lakini pia ni mama wa watoto wawili na ni mkurugenzi kwa sasa wa asasi ya kiraia inayoitwa Youth Liberty and Psychological Transformation. Ni asasi ambayo inajishughulisha sana na masuala ya wanawake, masuala ya watoto na vijana, hasa vijana. Na mambo tunayoshughulika nayo kwa kweli basically ni haya mambo ya malezi, masuala ya ushauri, mahusiano, masuala mbalimbali ya malezi, parenting, masuala ya kijamii kwa ujumla wake, lakini pia kuwafikia wakina mama wasomi. Tuna kitu kinaitwa Women Prayer Breakfast ambayo tunashughulika na wakina mama ambao wana taaluma zao, lakini tunakutana nao kwa ajili ya kukumbushana tu wajibu wetu kama wanataaluma. Lakini pia tunawafikia na wakina mama wa kawaida kabisa walioko na ngazi za chini, ambao pia nao tunakuwa nao kuwawezesha masuala ya kiuchumi na masuala mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo hicho ndio tunachokifanya baada ya kustaafu kazi za kuajiriwa hizi. Basi tuliona bado tuna nguvu ya kumtumikia Mungu kwa staili hiyo, pamoja na neno la Mungu na kuhubiri na kufundisha. Tumo sawa. Nashukuru Mungu. Hakuna kulala. Tunashukuru sana kwa utambulisho wako huo mama yetu Grace Masala-Kulangwa. Natamani kujua najua miaka michache sana ulikaa kwa mzee wetu aliyekulea baba Grace na mama Grace, lakini miaka mingi sana umekaa na mzee wetu Masala-Kulangwa. Karibu sana tufahamu, una miaka mingapi kwenye ndoa, na katika hiyo miaka ambayo umekaa kwenye ndoa yako unaweza kutuambia kwenye maisha ya ndoa yamekupa tafsiri gani? Ya ndoa tamu, ndoa chungu, au yote kwa pamoja? Maswali nyeti hayo. Ndio. Namshukuru Mungu kwa neema ya Mungu. Actually tarehe 18 mwezi huu wa 4, siku chache zijazo nitakuwa nafikisha miaka 27.
Wow. Tulioana tarehe 18 mwaka 1998. Kwa hiyo ni miaka 27 exactly tarehe 18 mwezi huu. Na ninamshukuru sana Mungu kwamba katika miaka hii 27 kwa neema ya Mungu, lazima niseme hilo neno, kwa neema ya Mungu. Mungu amekuwa mwaminifu, ametusaidia, ametutetea. Tamu, chungu, yote mawili naweza kusema yapo. Yanasadifu kwa sababu kwenye ndoa kuna mambo mengi ambayo utakutana nayo. Ndiyo. Ambayo ndio maana ya kuwemo ndani ya hiyo ndoa. Utauguza, utakutana na mambo magumu, utakutana na changamoto za malezi, utakutana na hili na lile. Sasa hayo yote, mahusiano ya familia na vitu kama hivyo, uchumi, hayo yote uwezi ukasema ni matamu kila siku. Sijui kama ipo ndoa yenye matamu tu. Sina hakika sana. Lakini nadhani mimi kwa uzoefu wangu ninaona kama yote haya yapo, lakini bado unaweza ukastawi kwa kuwa na ufahamu na kujua ufanye nini, kuwa na maarifa na hekima. Na vinaweza kukusaidia sana katika kujaribu kuishi maisha yale ambayo Mungu anayategemea kutoka kwetu. Kama Wakristo na kama watu wa kawaida tu. Kwa hiyo naweza kusema tumesurvive kwenye ndoa yetu kwa neema ya Mungu. Yako mazuri ambayo tunaweza kusema tumeyaona, ni mengi na ni baraka nyingi tumezipokea, lakini pia zipo changamoto za hapa na pale. Ukweli kwamba mimi Grace nimelelewa tofauti sana na mwenzangu. Siwezi nikasema tumekuwa mambo mazuri kabisa, tumeelewana kila kitu, nitakuwa sio kweli. Lakini kuna mahali ambapo lazima mkae, mzungumze, lazima mweleweshane, lazima msaidiane na kitu cha namna hiyo. Lakini pia ukweli kwamba alikuwa na maisha yake kabla ya hapo. Hiyo nayo ni ukweli. Ni kweli. Kabisa kwamba kwenye ndoa lazima ukubali kwamba mwenzako naye alikuwa na maisha yake ambaye aliishi mwenyewe, alikuwa na uhuru wake. Sasa anapokuja ndani ya ndoa ukubali tu wewe unayeolewa na unayeoa kwamba hata exercise, yani ataishi uhuru wake, ataishi maisha yake. Sasa uwezi wewe ukataka aishi kama unavyotaka wewe kwa sababu eti umeolewa au umeoa. Lazima kuna namna fulani ya give and take, yani kutoa na kupokea. Na hii inahitaji hivyo vitu vitatu nilivyovisema. Hekima, uelewa, understanding na maarifa. Ndiyo. Kwa hiyo naweza kujibu hivyo. Asante sana mama, umetupa majibu ambayo kwa kweli yanatufanya tuzidi kupata ufahamu. Kwa sababu wakati mwingine unasikia tu siku hizi mitandao ya kijamii na mambo mengi. Kwa sababu unavyoniona Angel wa mtandao wa kijamii sio Angel halisi. Umeona? Kwa hiyo unaweza ukachukulia vitu kwamba ni vyepesi kiasi gani, lakini ukweli mama ametuambia hapa mambo yote mawili ame-experience, yanaishi humo. Tamu na chungu zipo kwa sababu ni binadamu, ni watu ambao wanakwenda. Sawa mama, tutakwenda zaidi kule ndani, tutajua. Lakini pengine tufahamu ndoa ni nini kabla hatujaanza kuingia kwenye kutazama sasa misingi ya ndoa yenye ustawi. Well, naweza kusema unaweza ukaidefine au ukaielezea kwa nani mbili. Kwanza kisheria. Kwa sababu ndoa ni tendo la kisheria. Ndiyo. Ni muunganiko wa hiari wa mume na mke wa kudumu. Ndiyo. Katika maisha yao yote mpaka watakapotenganishwa. Ndivyo inavyokusudiwa. Ndivyo inavyokusudiwa. Yaani sheria inasema ni muunganiko wa kudumu na wa hiari. Hayo ni mambo ya msingi. Lazima uwe ni wa hiari. Ndiyo. Lazima pia uwe ni wa mume. Sawa. Na mke. Sawa. Sio vinginevyo. Ndiyo. Na ni wa kudumu. Kwa hiyo ndio sheria ya ndoa ya mwaka 71 inavyosema kwamba ndoa ni nini. Lakini ukija huku kwetu kwenye ndoa ya Kikristo, mimi ninavyoamini na ninavyoiweka, naona kama ndoa ni hivyo hivyo kwamba ni muunganiko pia wa mume na mke
wa kimwili na kiroho uliowekwa wakfu na Mungu mwenyewe. Amina. Ulioweka wakfu na Mungu mwenyewe. Kwa nini tumeweka kiroho? Ndiyo. Kwa sababu ndoa inaanzia rohoni. Yani ni swala la kiroho. Ndoa ni ya kiroho, maanake Mungu alitengeneza tangu mwanzo. Ilikuwa ni swala la kiroho kwanza kabla hata halijawa la kimwili. Hapo tufafanulie kidogo. Kiroho vipi? Yani ni swala la kiroho kwa sababu kwanza yeye Mungu ndiye ameweka hiyo ndoa wakfu. Ameibariki. Ameibariki kwamba mtu atamwacha baba na mama yake, ataunganika na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Katika nadhani ni Injili ya Mathayo sura ya 19. Ukisoma ule mstari wa 3 mpaka wa 5, kuna Mafarisayo walimuuliza Yesu swali gumu kwamba sasa huyu mwanamke hivi, mtu akifa mwanamke anaweza kuwa anakuwa mke wa nani? Yesu akawajibu akaambia walimuuliza kwamba mtu anaweza akamwacha mke kwa sababu yoyote tu. Yesu akawajibu akasema, hamjasoma kwamba tangu mwanzo haikuwa hivi? Tangu mwanzo Mungu alipoumba, alipotengeneza, ilikuwa kwamba mtu atamwacha baba na mama yake, ataambatana na mkewe na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hapo inakuwa ni swala la kiroho. Kwa sababu msingi wake wenyewe unaanzia kwenye neno kwa Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe. Na kule mwanzo yeye ndo aliona kwamba si vyema huyu mtu awe peke yake. Kwa hiyo akawaweka wawili kwa msingi huo. Na inakuja kuwa sasa ya kimwili pia kwa sababu sasa na sheria nayo inaingia. Kwa hiyo mnaunganishwa kanisani, kanisa linasimamia, lakini ni sheria ya nchi wakati huo. Na kwa sababu ninyi mna mwili, kwa hiyo ndo tunarudi sasa inakuwa ya kimwili, kwa sababu hawa watu wawili wote wana miili. Wana miili na mtaunganishwa kwenye mwili pia mmoja. Mwili mmoja. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi naitafsiri hiyo kama ni jambo la kiroho lakini pia ni jambo la kimwili, na kwamba aliyeuakisi huo ni Mungu mwenyewe. Ndiyo. Yani Mungu mwenyewe, zina baraka za Mungu, na ndio maana watu wanarudi kanisani kupata baraka za Mungu. Hata wakioana serikalini kule wanapata certificate of marriage kabisa, wanapata cheti cha ndoa vizuri na wanaoana vizuri, lakini tunarudi kule kanisani kubarikiwa na kupata zile baraka. Na mtumishi akisimama pale anasema ndoa hii inaunganishwa na Mungu mwenyewe. Okay. Sasa kuna zile ndoa ambazo zinafungwa kwenye, sasa hilo sio swali letu lakini narudi kidogo. Kuna ndoa zinafungwa nje ya nyumba za ibada. Zile wakishafunga kule ni ili kupata baraka za Mungu warudi tena kanisani au warudi tena kwenye nyumba nyingine za ibada? Au tunafanya la msingi mimi ninavyoamini ni lile neno. Okay. Neno la Mungu. Lakini pia kama hizo nyumba za ibada zipo kwa ajili ya maana hiyo, kuna madhabahu ambayo imesetiwa hapo kwa ajili ya kuadminister vitu kama hivyo, kwa nini tuhangaike kwenda mahali pengine? Lakini ikitokea imefungwa huko nje, mimi ninachoamini ni lile neno linalotamkwa. Hilo ndio ambalo linasimamia hicho cha Mungu. Okay. Neno la Mungu linalotamkwa hapo kwamba ndoa hii inafungwa na Mungu mwenyewe, na wale wanaoifunga na wanaofungiwa wanaamini kwamba ni Mungu ameifunga, ametuunganisha. Na baraka ile inatamkwa na inawekwa. Nataka kuamini hivyo. Okay. Si mtaalamu sana wa theolojia, sijasomea hayo mambo, lakini naamini ndivyo hivyo. Ndivyo hivyo. Vizuri sana. Sawa. Hiyo ndio tafsiri ya ndoa ambayo tumeelezwa hapa na Mwalimu Grace Masalakulangwa, ambaye tuko naye tukizungumzia hii mada ya misingi ya ndoa yenye ustawi. Tunaendelea na kipindi chetu. Tumeona kwamba ndoa ni nini, lakini pia tumepata uzoefu wako kwa ile swali la kwanza kabisa kwamba kuna uchungu au kuna chungu kuna tamu, ukasema vitu vyote vinakwenda pamoja. Tukirudi kwenye mada yetu kwamba misingi ya ndoa yenye ustawi. Hivi ni misingi gani? Pengine unaweza ukaimention au ukaitaja kwa idadi, sijui utakavyoweka, lakini ni misingi gani, ni mingi kiasi gani ambayo hiyo ndio inayojenga ndoa yenye ustawi? Okay. Misingi ipo mingi na iko kibibilia pia. Yani neno la Mungu linatupa misingi hiyo, lakini hata isipokuwa kibibilia, hata usiposoma kwenye Biblia, bado ukirudi kwenye maisha ya kawaida unaweza ukaona kwamba ndoa ambazo zimestawi zinaenda kwenye misingi ile ile. Kwa mfano, upendo.
Upendo ni mmojawapo wa misingi mikubwa sana kwenye ndoa. Yeah. Kwenye ndoa. Yaani upendo, mtu anakupenda. Kwanza tunapooana au tunapotafutana tunataka kuoana, unajuaje kwamba sasa kweli nampenda Angel? Kuna hisia, na umependa hiki, umependa kicha yule na hivi. Hivi vitu baadaye mkishaoana, labda wakati mwingine sasa uvioni tena. Pengine ulikuwa attracted au ulivutwa na rangi yake au labda na jinsi alivyoumbwa na kadhalika. Lakini baadaye labda huyo mtu atabadilika. Sasa lakini ule upendo ni uamuzi wa kumpenda huyu vyovyote alivyo. Sawa. Yani na ndoa iliyostawi haitaendelea haitaangalia kwamba sasa mbona kama sina tena hisia na huyu mtu. Yani inabidi hatuwezi tukabase kwenye hisia tu. Ni upendo, na upendo ni uamuzi wa kufanya kitu. Yani unaamua, nataka nimfanyie fulani hivi. Nataka nimfurahishe mume wangu kwenye hiki kwa sababu nimeshamuona anapenda hiki. Au nataka nimsamee mke wangu kwa sababu kanikosea. Nataka, and you make a decision. Ni choice. Unafanya maamuzi. Huo ni upendo. Unaamua kwamba naamua hiki na kifanya. Ni upendo. Na ili ndoa istawi, lazima hayo maamuzi yafanyike mara kwa mara. Kwa sababu kwa vyovyote vile utajikuta kwamba unahitaji kuyafanya maamuzi kama hayo. Utahitaji kuyafanya ya kumpenda mtu ili mambo yaende. Utampenda tu, yani utalazimika ufanye maamuzi yale kwamba kwa kweli ili nalifanya hata kama labda uoni kama kuna appreciation katika hicho kikifanya, lakini unafanya kwa sababu unapenda. Sawa. Na unafanya maamuzi, ni swala la kufanya maamuzi kwamba sasa huyu nampenda. Nafanya. Si kwa sababu ya hisia zinakutuma, kwa sababu hisia wakati mwingine hazipo. Lakini unafanya kwa sababu unampenda. Na kuna upendo unakisiwa na vitu vingi sana. Ukishakaa naye, kwanza umabondi naye, umemzoea, umekaa naye, mmeshapata na watoto, unaona wale watoto unajiona wewe. Yani hivi vitu vyote vinavyowazunguka vinakufanya utampenda tu. Unafanya maamuzi yako wewe mwenyewe tu, unampenda. Ndoa maisha yake msingi wake mkubwa ni upendo. Na unapenda kila saa. Utapenda. Na upendo kama tunavyosoma hata katika neno la Mungu, upendo una vitu vingi. Ndio kama hivyo vingine sasa ndio vinakuja kukua kutoka huko, kwamba ukimpenda, msingi mwingine mkubwa sana hapo, utamvumilia. Utavumilia mambo mbalimbali. Utavumilia ukweli kwamba hamfanani. Kwamba yani utakubali kwamba huyu ni Grace. Huyu Masarakulangwa. Yani utakubali kabisa kwamba huyu ndivyo alivyo. Kwa hiyo yani nampenda kwa sababu jinsi alivyo, na mkubali, namvumilia katika hali hiyo. Umeona? Lakini at the same time upendo huu kwenye Biblia kuna vitu vikubwa vimezungumzwa. Anazungumza kwamba wanaume wapende, lakini wanawake watii. Na ukiwa mwanamke kuna eneo hilo la utii ambalo hilo ni contentious. Watu wengi wana mambo mengi yanayozungumzwa kuhusu utii na kadhalika. Lakini mkishakaa nyinyi wawili, utajua kabisa hapa mwenzangu unatakiwa ni mtii katika lipi. Yani kutii maana yake nini? Mnaelewana vipi katika hilo eneo? So eneo la utii ni la muhimu sana katika ndoa. Ni msingi mmoja wapo mkubwa. Na kwenye Waefeso 5:22 wanawake wameagizwa kutii. Lakini Waefeso 5 nafikiri 25 kitu kama hicho, 3:25 wanaume wameagizwa kupenda. Na unakuta hivi vinaenda pamoja, kwamba ukimpenda, unakuta ukimpenda kweli, kama unampenda kweli, na unafanya yale mambo mengine ambayo unajituma, unayafanya hata kama sababu za kuyafanya ni kama hazipo, lakini kwa sababu unaona ni wajibu unayafanya, basi inategemewa kwamba hata ule utii utakuja kwa maana hiyo. Na huyu na yeye kama anakupenda kweli, hawezi kutegemea kwamba wewe utamtii katika mambo yale ambayo si sahihi. Kwa sababu kuna mtu mwingine akauliza, kwa hiyo ina maana umtii kwa kila jambo, yani hata kama anakufanyia mambo mabaya, hata kama hatafanya hayo kwa sababu na yeye anakupenda. Labda unless otherwise ule upendo haupo.
Umeona? Kwa hiyo kuna hiyo dhana, lakini msingi mwingine ni wa kusameheana, kwa sababu kwenye ndoa lazima, kama nilivyosema, kuna hizo tofauti zipo, hizo tofauti za haiba, tofauti za ndio personality hizo, tofauti za mitazamo, tofauti za fikra, tofauti za uelewa, wakati mwingine mpaka unaenda hata kwenye tofauti za elimu. Ni kweli. Tofauti za mambo mengi, na hasa katika nyakati hizi tulizo nazo, malezi. Sasa hivi malezi yamepiki, kwa sababu unakuta mtoto mwingine kalelewa vizuri, ana malezi mazuri, mwingine kalelewa malezi ya hivyo hivyo. Kwa hiyo unakuta hawa wawili wakishaingia, huyu ana expectations ziko juu za jambo fulani, huyu haelewi kabisa, hana hata mpango. Kwa hiyo ni vita, ni mapambano hapo katikati. Lakini mkishafika mahali ambapo sasa mtasameheana na kuelewana, kwamba unaanza kuelewa kwamba huyu mwenzangu hata nikimpigia ni sawa na unapambana na mtu ambaye hajui msamehe, unatwanga maji kwenye kinu. Unajua msamaha unaleta amani kubwa sana, kwa sababu ukisamehe utaachia vitu vingine, utakuwa demanding. Ndio. Kwenye jambo fulani kwamba mtu huyu lazima afanye hivi. Kwa sababu tu umeshasamehe, umeshagundua kabisa kwamba huyu hapa ni udhaifu. Kwa hiyo mimi ni ubebe. Sawa. Umesamehe na uumii tena kwenye jambo hilo, halikuumizi tena na unalikubali tu. Of course kuna vitu vingine ambavyo nitakuwa na hivi pia nikisema kwamba utasamehe, yani kuna vitu, mambo mengine ni magumu sana, yanahitaji utulivu wa hali ya juu sana katika kushughulika nayo, na uvumilivu kama nilivyosema. Maana umeshughulika nalo, kwa mfano mtu ambaye anaishi na mlevi, naweza kusema ni jambo gumu sana. Ni kweli. Yani umevumilia ule mtu ulevi, umevumilia mpaka unafika mahali umeona sasa jamani, umevumilia, umefanya hiki. Lakini ukirudi kwenye nguzo yako kwamba ulimpenda. Si wakati unamfahamu kabla hujaoana naye, hamjaoana, ina maana ulimkuta akilewa. Lakini labda inawezekana amejifunza baadaye. Kajifunza huku, na labda alikuwa pengine anakunywa kidogo huku, ndio amepata marafiki, kapata nini, kapata addiction. Unajua kuna vitu vingine ambavyo ni addictions. Ameipata huku. Amekuwa mbobezi sasa katika hilo eneo. Kwa hiyo sasa inakuwa kama nyumba imekuwa stuck, kama hamwendi. Ndio. Hapo unahitaji ushirikiano pia wa family members, unahitaji ushirikiano wa watu wengine ili wakusaidie, hata madaktari na watu wengine wa ustawi wa jamii kujaribu kukusaidia kuona namna gani unaweza ukamsaidia huyu mtu, counselors na ushauri mengine ya kujaribu kukusaidia ili ujue nifanye nini. Uwezi ukaendelea kukaa na hiyo hali, labda inaumiza watoto, kwa sababu unalea watoto hapo ndani na vitu kama hivyo. Lakini nifanye nini sasa ili tuende mbele, ndoa iende sasa na upendo. Na upendo unampenda. Sasa lazima ule upendo tuuone sasa. Na ufanyaje, anakwendaje, nikamsaidie vipi, nimhudumie vipi kwenye ile hali. Nafika mahali pengine labda mtu atakuja, anafanya vitu vyake hapo, utafanyaje? Ni ngumu sana. Kwa hiyo ndio maana anasema kwenye ndoa lazima ifike mahali mtu afanye maamuzi ya makusudi kabisa, kwamba nataka kuendelea kufanya hiki. Na kwangu mimi huu ni upendo. Kwa sababu mwingine anaona haioni hivyo, anaweza akaona nimeshindwa, labda hii sasa siwezi, hii sasa imegeuka, imekuwa imezidi. Kwa hiyo kuna hizo challenges. Kuna mengine ni ya ukatili kweli, kuna mengine ni ukatili. Sasa ikifika kwenye ukatili, hapo sasa tunakuwa na hata mawazo mengine ya kusema jamani, mnahitaji sasa mwende mkapate washauri, wawasikilize, na vikishindikana kwa washauri viende ustawi wa jamii, wasikilize, wape ushauri mwingine. Je, ukatili huu unaofanyiwa, je, mtu kweli anaweza kuvumilia? Sababu inapofika kwenye masuala ya kushikiana mapanga, masuala ya kupigwa, masuala ya kuumizwa kisaikolojia, hapo sasa hapo hamwendi. Kwa hiyo msingi wa namna hiyo nao, lakini kuna msingi wa huruma, kuhurumiana. Sawa. Ili ndoa istawi, lazima huruma itake place. Kwa sababu kuna maeneo mengi yanayohitaji huruma. Mhurumia mwenzako amechoka, mhurumia mwenzako
anapita kwenye kipindi fulani kigumu, labda wewe unahitaji kuwa kama kansela, kwa kama bafa, kumwonea huruma katika maeneo mbalimbali, anaumwa, kumhudumia. Hivi nahitaji huruma kabisa. Nahitaji huruma na hapo pagumu zaidi pia, kwa sababu ili ndoa iweze kustawi, huruma ni ya muhimu sana, ya muhimu sana. Lakini uaminifu msingi wa maana sana. Uaminifu. Ndoa nyingi zimevurugika kwa sababu ya watu kukosa uaminifu. Tunaongelea habari ya michepuko sasa hivi, tunaongelea habari ya cheating, yani hiyo neno very common sasa hivi kwenye mitandao na mahali popote. Hii ni kwa sababu ya kukosa hicho kitu kinaitwa uaminifu kwenye ndoa. Masuala ya fedha, masuala ya maisha, yani ustawi, ndoa iliyostawi itahitajika uaminifu uwepo. Uaminifu uwepo kwenye hayo maeneo yote. Ndio. Hata mtu akileta pesa yake, au kama kuna pesa zijulikane basi, hata zimefanya nini. Haya, tumetibiwa, haya tuna akiba, labda ni kiasi gani, inajulikana, mjue wote wawili, jamani tuna akiba mahali fulani ipo, au hatuna hela, au tuna hili, hali yetu ya uchumi iko hivi, au tumefanyia kitu fulani hivyo. Yani sio hizi za hivi kimya tu. Au lakini hata hapo nyumbani matumizi yetu, chakula kinakuepo, au hatuna leo kwa sababu hali iko hivi. Au mtu umepata kikazi huko, umepata kihera, kionekane umefanya nini basi hapo ndani. Sasa hivi vitu vinahitajika viwe very clear, vionekane. Uaminifu ni msingi mkubwa sana wa kustawisha ndoa. Ndio. Kama haupo, yani unaanza kumtengenezea mtu matatizo ya mental health, matatizo ya afya ya akili, kwa sababu anaanza kupata msongo, mtu anaanza kuhangaika kuwaza, kwani huyu anapeleka wapi hela? Kwani inakuaje? Kwa nini anautumia yeye peke yake? Kwani yani hivyo. Kwa nini zinakuwa nyingi? Au kwa nini hela anayo lakini hatuzioni hapa ndani? Au mtu anaficha tu hela, au vitu kama hivyo. Kwa hiyo uaminifu ni jambo la msingi sana. Lakini uaminifu pia katika ile agano la ndoa ambalo mmeliweka madhabahuni, sawa, ambalo usema utakaa na huyu peke yake mpaka kufa, na wewe ukasema ndio, nitakaa na huyu peke yake mpaka kufa na Mungu anisaidie. Lakini kuna watu ambao hawawezi kutunza hilo agano, wamekiuka hilo agano la ndoa. Sio huyo tena, kuna wengi. Kuna wengine. Lakini msingi mwingine ambao mimi nauheshimu sana, ule msingi wa kuchukuliana. Na huu unatakiwa uwe kule nilikosema understanding, yani uelewa. Mungu akupe neema ya kuelewa, kumuelewa mwenzako. Na hapo ndio ile ya kumuelewa mwenzako, kuelewa mwenzako. Na ili muweze kuelewa mwenzako vizuri, inahitajika pia kitu cha urafiki kwenye ndoa. Na hii kuchukuliana, kwa sababu ya Kiswahili chetu kinavyokwenda mtaani, mtazamaji, sio kuchukuliana kwa maana ya kwamba huyu kachukua kile mimi nimechukua, kubebeana, kubebeana, yani hali ya kuona kwamba udhaifu wa mwenzako na wewe unauvumilia, ndio kuchukuliana. Sasa mama, endelea, manake mtu anaweza akasema kuchukulianaje? Kuchukulianaje? Yani kumchukua tu mtu alivyo, kumuelewa tu jinsi alivyo, mtu kuchukuliana kwa naye, kwamba wengine ni wakali, wengine ni wapole sana. Sasa Mungu atakuwa mtu mwingine haiba yake ni ya upole. Kuna wale watu ambao wengine wanaitwa masanguine, sanguine. Na kuna wale watu ambao wengine wanaitwa sijui ni melancholy. Yani hizo tofauti zipo. Na ukienda hata kwenye mitandao unaweza ukavisoma hivyo vitu. Sasa hivi hatuna muda wa kuvidadavua. Lakini haiba ya mtu anapenda kucheka na watu, mtu anapenda kuongea, mtu anapenda yani mwanzoni mimi nilipata shida kidogo, sikumuelewa sana mume wangu mwanzoni kabisa tulipoona. Unajua yeye ni mtumishi, anapenda watoto sana, anapenda kucheka na watoto, anapenda kuongea na watu, anapenda yani outgoing, ni mtu anapenda watu. Lakini mwanzoni mimi nilikuwa naona mbona sana anaongea na kila mtu hivyo. Yani mimi nilikuwa nafikiri labda angeongea na watu aina fulani wa aina yake, lakini yeye anaongea na kila mtu, yani watu wote sawa kwake, anaongea nao, anawapenda, yani hivyo, mpaka watu waendesha mabodaboda utakuta anaongea nao. Ndio nikamuelewa kwamba
ikabidi nikubaliane nao kwamba huyu mtu ni mtu wa research. Ndio. Nikagundua kwamba ni mtu anapenda sana kufanya utafiti. Kwa unaweza kukuta anaongea nao, sasa mbona kama hawa sio level yake. Anaongea nao nini hawa? Lakini kumbe yeye yuko anajifunza, kuna vitu anajifunza. Anajifunza na yeye anawapenda wale kuongea nao na ana kipawa cha kukamatana nao na kwenda nao hivyo hivyo. Kwa hiyo hii ilikupa shida kidogo. Mwanzoni mimi sikuielewa yani. Ukatokaje hapo sasa? Baadaye nikakubali tu kwamba kumbe huyu ndio value. Yani nimeikubali kabisa. Kwamba huyu ndio yeye. Huyu ndio yeye. Yani huyu ndio yeye. Kwa hiyo nimeikubali kabisa hiyo. Wala sina shida nayo kabisa. Hata akija na nani pale nyumbani, hata nimkuta anaongea na nani wa daradara sijui nani. Kwa hiyo yani yeye anapenda watu. Ndio. Hata pale nyumbani tuna watoto na watoto wa ndugu zangu, kuna mtoto wetu wa kazi. Yani anaongea nao free kabisa without any problem. Unaweza kukuta anaongea nao wanagonga kula tano mwanangu hivyo na watoto wake. Anapenda watoto sana. Wakati mwingine watoto wetu wakiwa wadogo nilikuwa namkuta anakaa nao kwenye carpet hapo. Anaongea nao, wanaongea, wanacheka. Yani ukiwa huku unaweza kufikiri labda kuna mgeni kaja au kuna watu wengine ambao wanacheka. Kumbe anaongea na watoto. Na watoto wake. Yani sasa yeye akiwa mtu mzima tena mtumishi, mchungaji, kuna watu ambao wakati mwingine yeye anataka akae kwenye kiti na muaddress kama mchungaji. Lakini yeye anaongea nao, anaongea na watoto. Na hii imenipa picha kubwa sana kwamba baadaye nimekuja kuona kwamba hata anakuwa na urafiki na watoto. Watoto wake ni rafiki zake sana. Kwa sababu anajenga ukaribu. Anajenga ukaribu na watoto. Kwa hiyo kuna misingi mingi. Na msingi wa unyenyekevu pia ni msingi mkubwa. Msingi wa unyenyekevu, kujishusha na kukubali kwamba hapa unaweza ukawa na vyeo vyako, unaweza ukawa na mambo yako unayofanya, unaweza ukajulikana sana, lakini inapofika kwenye ndoa sasa hivyo vyeo visije vikawa sababu ya kumfanya mwenzako sasa aone kama vibaya. Sasa hapo wewe unatumia vyeo vyako. Mimi ni daktari. Au mimi sijui ni nani. Lakini wewe umebakia tu ni mwalimu. Ni mwalimu tu, wewe ni nani? Lazima nije na level zangu nyumbani. So vitu kama hivyo naona kama huo nao ni msingi mkubwa sana katika ndoa. Ndio. Misingi kwa kweli iko mingi na uliotupa ni mimi nakubali kabisa kwamba hii inaweza kuwa ni misingi ya ndoa yenye ustawi, kwa sababu kama ipo hiyo manake vitu vingi vitaepukwa na mambo yatakwenda, hasa tukianzia na ule msingi wa kwanza wa upendo. Lakini kuna kitu ambacho umekizungumza hapo, kuwa wawazi, yani kumuelewa mwenzio. Hili haliwezi kuja tu hivi, linatengenezwa. Kwa maana ya kwamba pengine litatengenezwa kwa njia ya mawasiliano. Sasa kuna ndoa ambazo mawasiliano ni shida. Kama mawasiliano ni shida, hata ule uwazi kwamba tuna fedha kiasi hiki, nimepata hiki, tumetumia hiki, haitakuwepo kwa sababu mawasiliano ni shida. Na sio kwamba hawataki, lakini pengine msingi wao haukajengwa kwenye mawasiliano ya namna hiyo. Sasa katika hilo mwalimu, tunafanyaje? Katika hilo ndo maana hata mara nyingine tuna insist, tunazungumza sana kwamba ni vizuri sana watu wapate ushauri kabla ya kuingia. Mojawapo ya mambo ya msingi kabisa ambayo huwa tunawashauri wanandoa kabla hawajaingia washughulikie ni kukubaliana utaratibu wa mawasiliano, au kuwakumbusha kwamba kama kuna jambo ambalo ni la msingi mnatakiwa kulipalilia na mnatakiwa sasa kujua kwamba mwenzako anahitaji ni mawasiliano. Mawasiliano, kwa mfano, mtu uko wapi, ni muhimu sana kabisa. Yani mimi sitakuwa na shida yoyote hata mtu akichelewa kurudi, lakini nitakuwa na shida akichelewa kurudi na nisijue yuko wapi, kwa sababu unakuwa una wasiwasi kwamba labda amefanyaje, yuko salama, amepata shida, kuna nini hivyo. Maana wewe ndio wa kwanza kuulizwa kwa lolote. Kwa hiyo mawasiliano, hata kama ni kwa message tu, kumwambia mtu nimetoka au niko wapi hivi hicho. Lakini pia mawasiliano yanapalilia upendo. Yani mtu ukiwasiliana naye, huwa siku zote nasema, ukiwasiliana naye hata ukiwa hauko kwenye mahali ambapo ni sahihi, lakini anaona kwamba huyo amenijali. Hata kumwandikia message huko, unaendeleaje, uko wapi, what's happening, hivyo. Mtu anapouliza
unaendeleaje au uko wapi, hana maana ya kwamba ninakuchunguza kwamba unafanya nini. Labda kama wewe utakuwa sasa na wewe una shida zako sasa, unaona kama unachunguzwa, lakini kwamba mwenzako wa ndoa anataka kujua uko wapi, mimi nafikiri hilo ni wajibu, ni haki kabisa, ni haki kabisa ya msingi, kwamba mwenzako anataka kujua uko wapi ili ajue. Na siku hizi watu wengi hata wanapokataa kusema, siku hizi kuna mitandao, watu wanaweka location, anaweza akajua tu, mtu anamwambia mimi niko Surrender Bridge, kumbe anaona gari iko Sinza. Anaona kabisa location, wewe uko Sinza, hauko Surrender Bridge. Mimi nimepata counseling za watu wanagombana, kwamba huyu anasema alinidanganya kwamba yuko hivi, kumbe hayupo. Sasa hivi vitu sio vizuri sana, sio vizuri sana. Kwa hiyo mawasiliano ni jambo kubwa sana na la msingi sana, na linaondoa sintofahamu. Mawasiliano yanaondoa sintofahamu, lakini pia yanaleta bond, yani ule ukaribu, kwamba yani najua mwenzangu akiwa mahali fulani yupo, najua akichelewa anachelewa, kuna mahali fulani yupo, au kuna anapitia shida fulani, au hana usafiri, au anangoja usafiri, au yuko kwenye vikao, au wapi. Yani kwa hiyo hata wewe, hata kama unamwombea, basi unamwombea mtu ambaye una hakika yuko wapi. Lakini sasa una hakika yuko wapi, hujui anakuja saa ngapi, hata kama ni chakula hujui sasa hata unakiandaaje, labda au vipi hivyo. Kwa hiyo ninaona huruma sana kwa watu ambao mara nyingine wanakuwa hawana haya mawasiliano, lakini wanaishi tu, na hii inaweza ikaleta pia shida kubwa sana ya utengano hata kwenye mambo mengine, kwamba sasa kama yeye ajali hata kuniambia kwamba yuko wapi, mimi nihangaike wa nini kumfuatilia kwenye mambo mengine pia. Ndio unakuta mtu anatoka anasafiri kwenda mkoa mwingine, aondoka nyumbani tu asubuhi, arudi. Au hata ile hata asubuhi unaondoka kwenda kazini, hata umsalimii mwenzako, au hata jamani upo, umeamkaje mwenzangu, unaondoka, kumbe labda umemwacha mtu anaumwa, au labda mtu ana shida hivyo. Kwa hiyo nafikiri mawasiliano ni jambo kubwa sana sana, na mawasiliano yanaleta hamasa ya kufanya vitu, kwa sababu unajua hata nikifanya kitu fulani nikamwambia mwenzangu atakipokea. Lakini sasa unaweza ukawa una vitu, una ideas, una mambo ya kunali, lakini kwa sababu kuna boundary hapa ya kuwasiliana, unaogopa. Au mawasiliano yanaweza yakawepo, lakini ni mawasiliano ya ugomvi. Mawasiliano ya ugomvi, yani ukianza tu kusema kitu tayari mtu ameshalipuka, ujue huyo ana uchungu ndani, au ameweka vitu vingi, au kuna magomvi hamja sort out, au kuna mahali mmekoseana hamjasameheana. Kwa hiyo yani yeye kila kitu ana hamaki, yani hamaka zile hamaki tu. Kwa hiyo unakuta hizo ni challenges ambazo mara nyingi sana wanandoa wanakutana nazo, na tunakutana nazo kwenye haya masuala ya counseling haya, tunakutana nayo mambo kama hayo, lakini ni kwa sababu ya kukosa thorough communication. Yani mawasiliano yawe wazi. Mtu mwingine anasema mimi kwa mfano sijui hata huyo anapata mshahara kiasi gani, sijui, ananificha. Huyo mwingine anasema sijui hiki, sijui kile, hivyo. Kwa hiyo unakuta sijui hata anakaa wapi, inazidi hata hajui anakaa wapi, sijui huwa anakaaga wapi baada ya saa za kazi, kwa sababu harudi nyumbani. Unaona, harudi nyumbani, hajui anafanya kazi gani. Kwa hiyo anachelewa sana labda kurudi nyumbani, watoto hawamuoni. Kwa hiyo sasa mimi sijui anafanya nini. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi vya hivyo ambavyo vinaleta utengano, na wewe vinakutenga, yani havitengenezi bond. Umeelewa? Havitengenezi bond, but vinaweka utengano. Kuna kitu mwalimu, kabla tujaenda kupumzika kidogo, kinaitwa kuongea. Yani umesema hapo vizuri kwamba mnaweza mkawasiliana lakini kwa ugomvi. Lakini hiyo yote inajengwa na uchungu ambao umelimbikizwa. Lakini kuna kitu kinaitwa kuongea, kwamba yani kuna kitu nimeona ambacho sio sawa, kujenga sasa yale mazoea ya kukaa na kuongea kwamba hapa sio sawa kwangu, nimeona tu ndio hivi na hivi, pengine ingeondoa hayo mambo ya kulimbikiza. Hiki kitu pia ni changamoto kwa baadhi ya wanandoa. Unakizungumziaje? Hiyo tunaita dialogue, yani mazungumzo.
mazungumzo nayo yanaweza yakawepo, lakini mawasiliano yasiwepo. Mkazungumza lakini hamwasiliani. Changamoto kwa kuna tofauti hapa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya kuzungumza na kuwasiliana. Ni kuelewana kwamba hapa mimi na wewe tunawasiliana, we are communicating right now. Kwa sababu yani kuna vitu ambavyo tunaelewana, tuna exchange, tuna mali tunaelekea. Lakini kuongea tu, unaweza ukaongea kwa hasira, lakini unaongea, au kuongea kwa ugomvi, unaongea. Sasa hiyo sio sana katika ndoa, haijengi. Hiyo haijengi. Na wala huwezi kusema nimeshamwambia mimi, anajua, lakini huku umeongea kwa hasira, hamna hata maelewano, hamuongei kwa upendo, hakuna furaha, yani hamsikilizani. Huyu akiongea na huyu anaongea, huyu anarusha ile na huyu anarusha lile. Hayo sasa sio mazungumzo ya wanandoa. Kwenye ndoa inatakiwa utulivu. Ndio maana wakati mwingine huwa tunashauri mara nyingine watu watoke tu waende mahali mazingira ya tofauti na nyumbani. Pengine pale unaona ni pale tu. Yaani ukiona yale mazingira unaona kama hapa atanifanyia vile alivyonipiga hapa ataniambia hivyo na inawezekana akanirushia tena ngumi. Hivyo kama kulikuwa na mazingira kama hayo. Au labda ile hali atarudia tena, mtu anakumbuka alinifanyia hivi hapa. Kwa hiyo ngoja nijibu haraka niondoke. Lakini sometimes na mambo nyeti ya kuongea, kuna hitajika aina fulani ya utulivu ambao mnaweza mkaucreate kwa kutoka na vitu vinavyoboresha ndoa kustawi. Mara nyingine ni kutoka tu, yani zile outings. Sasa mwingine anatutazama anasema uwezo wa kutoka sina. Uwezo wa kutoka una, lakini inategemea na unatoka kwenda wapi. Okay. Sababu hata mkiamua mkale tu kitimoto hapo kwa jirani tu hapo, hata kitimoto hata cha 5,000 nyewe mnashindwa kununua nusu kilo ya kitimoto mkae mle, au mnywe soda tu, au mtoke tu mkazungumze ile evening walk. Yani kwamba mnatembea wote barabarani, kwa sababu kuna watu wengine hawataki hata kuonekana na wake zao. Hawataki, yani basi tu wanaonekana kwa ile convenience tu, yani nifanyeje, lakini hataki yani kabisa watu wamu-identify kwamba yuko na mke wake. Ni hiyo inasababishwa na nini? Ndio zile sifa alizomchukulia hazipo. Kwa mfano alimpenda akiwa labda ana umbile zuri, ameugua, amebadilika, labda hizo. Inawezekana hiyo ni sehemu pia, lakini pia sehemu kubwa sana inakuwa ni uchungu fulani ambao mtu anakuwa nao, kwamba chuki au aina fulani ya uchungu haijatengenezeka, au ule uthamani anaoweka kwa yule mtu anaona sio wa thamani tena, au ana mambo yake huko na hataki watu wamu-identify na huyo. Kuna wengine wako hivyo. Okay. Au mwingine anaona ukitembea na huyo hapa kila mtu atakuwa atajua ni mke wangu, taarifa zangu atakuwa anapewa. Taarifa zangu anapewa au vitu kama hivyo. Kuna vitu vingi vya namna hiyo. Lakini kutengeneza mazingira ya kutoka au kuongea, si lazima iwe mmekuwa na fedha necessary, lakini mnaweza mkatengeneza tu utaratibu ambao hata wa pale nyumbani, lakini ambao una mazingira ya amani, ya furaha. Siku labda mnatengeneza chakula cha tofauti, jamani hebu leo tule hivi au hivi. Kuna namna tu fulani mtatengeneza mazingira yakabadilika, ili upate muda wa kuzungumza. Lakini mimi naamini kwamba wanandoa wote wanaweza kabisa kuafford kufanya hicho kitu, kutoka hata nje, kusema hata twende tu, hata tutembee tu, hata msile kitu. Lakini katika kutembea huko mnaongea. Au kama mnaweza kwenda hata kanisani Jumapili pamoja. Alafu baada ya kanisani mkatoka kutembelea ndugu jamaa na marafiki. Kule mnaweza kupata kitu kingine tofauti. Au hata mkaenda kuangalia nini, hata hapa Dar es Salaam watu kuna sehemu nyingi, kuna unaenda hata daraja la Nyerere Kigamboni mkaona kitu tofauti. Ila sasa ujue tu mazingira yetu sisi, we are not made like that. Yani mazingira yetu hatujatengenezwa hivyo. Na nafikiri pia hata si mazingira, si utamaduni zetu sana kutoka. Lakini ni vitu muhimu. Na right, tungekuwa tunaweza
kujiweka hivyo, kwa sababu wakati mwingine unasema hatuna hela, lakini tuna hela za kufanya vitu vingine. Tuna hela za kununua kingamuzi cha TV, ila hatuna hela za kumaintain vitu vya msingi ambavyo vinaweza kutusaidia sisi ndoa yetu iende mbele. Naona changamoto. TV yenyewe mnaiangalia pale mnagombana, TV yao mnaiangalia pale kila mtu kanuna, lakini nazo tunaweza kuwa na hela ya kwenda kwenye kuangalia mpira wa Simba na Yanga au kuchangia vitu vingine ambavyo labda si vya lazima sana, lakini kuboresha mahusiano ya ndoa ambayo yanatutengeneza sisi tuwe watu tuishi kwenye muunganiko huu ambao ni wa permanent, ni muunganiko wa kudumu. Maana ukienda ukirudi unamkuta ni huyo huyo, yani kutengeneza muendelee kuwa baraka kwenu wenyewe na kwa jamii inayowazunguka. Samaji, katika yote ambayo tumefafanuliwa hapa, lakini kuna kitu kimoja ambacho tunasema kuna watu wanaotaka kuingia, yani unavutiwa sasa na wewe uingie kwenye ndoa, na ni kitu cha kawaida tu mama, kwamba kijana wa kike au wa kiume kutamani kuoa au kuolewa ili kwenda kujenga misingi, kujenga nyumba yake. Hao wanahitaji pia kujua kwamba unawapa nini sasa, kwa sababu misingi ya ndoa yenye ustawi inaanzia kabla pia ya kuingia. Kama utakuwa umeijua, kama utakuwa umepata neema ya kulelewa, maana awali ulisema pia malezi. Unawaambia nini hao wanaotamani kuingia, ili angalau pale wanapoanza maisha yao ile misingi ambayo umeitaja kule nyuma waweze kwenda nayo na kuanza nayo maisha yao? Msingi kama nilivyosema mkubwa sana ni upendo. Na labda niseme tena kwamba kupendana ninyi, lakini kumpenda Mungu pia. Kwa hiyo Mungu anawasaidia sana mkianzisha mahusiano yenu katika msingi wa kumcha Mungu, kumpenda Mungu, kumweka Mungu kama pila, kama msingi au kama nguzo ya mahusiano yenu. Inakuwa msaada mkubwa, kwa sababu ile hofu ya Mungu itawasaidia ninyi kurudi, hata kama una vurugu za namna gani. Lakini ukishajua kwamba Mungu amenipa huyu mke, au Mungu kanipa huyu mume, au niko mahali ambapo natamani nimtukuze Mungu, nisimwaibishe Mungu wangu, unarudi, una calm down. Kwa hiyo tunawaasa vijana wanaoingia kwamba Mungu awe ndi ngome ya mahusiano yenu. Lakini jambo la pili ambalo ni la msingi sana ni hilo ambalo naongea kila siku. Vijana wajifunze, wafundishwe, wapewe ushauri kabla ya kuingia, wakumbushwe haya mambo. Na pia mimi nasisitiza pia kwamba kanisa liwe na utaratibu wa watu wakishaoana, hizi semina za ndoa ziendelee kufanyika, refresher za couples ziendelee kuwepo, ili watu waendelee kujengwa na kadhalika na kadhalika. Ni muhimu sana kukumbushana. Lakini pia kuwe na ile nafasi ambayo wanandoa hata katika makanisa yetu wanakuwa na muda, na mahali ambapo wanaweza kupeleka mambo yao kwa ushauri, kwa sababu hizi challenges zipo. Na hasa hao wanaoana wanaanza kuona tofauti walizonazo very early, yani mapema kabisa kwenye ndoa unaanza kuona kwamba sivyo nilivyotegemea, kumbe huyu mtu yuko hivi, huyu mtu kumbe yuko hivi, yani wewe unaenda na mtazamo wako, unashangaa kwamba matazamio uliokwenda nayo sio. Sasa kanisa linaweza kutengeneza utaratibu wa jinsi ya kuwashauri hawa watu. Kuweka utaratibu, labda mchungaji anakuwa na siku moja au muda fulani katika muda wake wa wiki wa kukutana na wanandoa, watu waje walete mambo yao, au kuweka taratibu fulani wa counselors ambao ni walei lakini wamo mle, watengenezewe capacity au uwezo wa kuweza kushauri watu na vitu kama hivyo. Ili kuepuka watu hao ambao ndoa bado changa lakini kuna vurugu, kwanza wafundishwe namna ya kutatua matatizo. Hilo nalo pia ni jambo la msingi. Huku kwenye ushauri tunawafundisha namna ya kutatua matatizo na tofauti, mambo ya aiba yote haya wakati mwingine wanakuwa hawajajifunza. Mtu akishajua aiba ya mwenzake ikoje, kwa kweli hawezi kuhangaika ukule mbele, kwa sababu tayari anajua huyu nilie naye huyu ni mchangamfu. Sasa kuna kazaliwa mchangamfu, wewe unaendaje kumnyamazisha? Ni ngumu. Au kazaliwa ni mpole mtaratibu, wewe unaendaje kulazimisha aongee? Ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Utamtesa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo sasa tunawashauri huku, lakini pia ni mambo ya kuendelevu. Yaani continuity ya haya mambo wakiwa ndani ya ndoa, ambayo kwa kweli ndio kazi ya kanisa. Kujaribu kuwasaidia watu waendelee vizuri. Kwa hiyo yale mafundisho ambayo wanapewa kabla ya kuingia kwenye ndoa
basi yawepo pia hata baada. Ndio maana semina za ndoa ni za muhimu. Unaweza ukakuta usharika unakaa mwaka mzima hamna semina ya ndoa, na ikifanyika ni ya mara moja tu, na yenyewe ikifanyika labda dakika chache tu watu wamemaliza, lakini watu wana mambo, kwa sababu ndoa ndio maisha. Wako huko practical realities za maisha wanakutana nazo. Kwa hiyo wapewe nafasi za kutosha kuuliza maswali. Kuna maswala ya sexuality hatujayazungumza kabisa hapa, na maswala hayo yote ya kujamiiana, watu wanaridhishana aje hawaridhishani, hilo nayo ni jambo kubwa sana. Kwamba watu wengi sana wanaacha ndoa, anakwenda kutafuta mahali pengine kwa sababu labda anaona haridhiki hapo nyumbani. Hivyo kuna vitu vya namna hiyo. Vyote hivyo vinahitaji muda. Na vinahitaji planning na uwezo wa kuona tunawezaje kusaidia watu wasihangaike huku na huku, kwa sababu kanisa limeweka utaratibu au kuna utaratibu fulani wa kufuatwa, wa kushauriwa kabla. Kufundishwa ni kitu kingine na ushauri ni kitu kingine. Sawa sawa. Umezungumza mpaka umegusia kwenye swali langu la pili, lilikuwa sasa kwa wale ambao wako kwenye ndoa tayari lakini wanapita kwenye ugumu, yani kuna moto unawaka pale ndani. Na wakati mwingine mtu akitazama hata wa nje anasema tumeshauri lakini tumeshindwa. Hao unawaambia nini? Kuna namna ya kurudi kweli inakuwa sawa? Kuna namna ya kurudi kama wakiamua. Ni uamuzi sasa. Ni maamuzi. Lakini kuna namna ya unaweza ukashindwa kurudi kutokana pia na kinachoendelea. Kwa kama nilivyosema, kama watu wako kwenye tensions, wako kwenye hali fulani labda ya ukatili, mtu anapigwa, mtu anaumizwa, mtu ana majeraha kiasi kwamba hawezi hata akasaidika kwa lolote, unamshauri anasema mi pale sirudi hata mfanyeje. Sasa huyo anamfanyaje? Ni ngumu. Kwa hiyo watu kama hao mara nyingi tunawaambia warudi watafakari wao wawili waliooana. So mwisho wa siku it is them. Ni wao wawili hawa. Mkarudi mkatafakari kwa maana hii, kwa staili hii. Maana kuna watu wengine unawashauri, mke anakwambia hata ungefanya nini usiniambie habari ya huyo mtu, au mume anasema hata ungenipiga ua sitaki kusikia habari ya huyo mtu. Sasa wakifika hapo unawashauri kwamba kwa kweli ninyi sasa labda, na hapo wameshaenda kwa kiongozi wa dini, mwende sasa kwa utaratibu wa mababa wa kanisani wawasikilize, na wakienda kwa mababa nao wakaenda na msimamo huo, basi utakuta wanaandikiwa barua kwenda kwenye vikao vya ustawi wa jamii huko na kadhalika, kuona kule watafanya nini. Wakati mwingine kule wataambiwa ni separation ya labda ya muda, maana watu watengwe, kila mtu akae kivyake kwa muda, wakatafakari. Na wakati mwingine imefanya kazi, kwamba huyu akikaa peke yake anaanza kuona pale mimi nilikosea, pale mimi ndo nilikosea, pale kwa kweli kuacha watoto wale au kumwacha mume wangu najiharibia mwenyewe. Yani mtu anatafakari, anaona makosa yake, alafu mwisho anasema jamani mimi naomba nirudi. Na wakati mwingine kwenye kipindi hicho mtu anagundua kwamba biashara ile huyu hajabadilika, ndio kabisa kazidi kuwa mbaya, na umeondoka, pengine mtu akawa ameanzisha mahusiano mengine. Kwa hiyo vinaishia na of course inaumiza kwamba neno la Mungu linasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Lakini kwa hali inavyokuwa, wakati mwingine kuna cases ambazo ni lazima watu watenganishwe. Huo ndio ukweli. Sawa sawa mama. Mtazamaji, haya ni mazungumzo muhimu sana ambayo tumeyazungumza hapa. Na mama ametuweka bayana kabisa kwamba hata katika hizo ndoa ambazo watu tumo, kuna changamoto ambazo ni ngumu. Hizi sasa zinahitaji kutafuta suluhu kwa kuangalia pia kwa mabaraza haya ambayo yanasimamia ndoa. Kama mmekwenda kwa viongozi wa dini na mambo yamekuwa magumu, lakini kule kwenye mabaraza pia wataona namna ya kufanya. Lakini yako pia yanayoshindikana. Lakini pia kuna kutengana kwa muda ili kutafakari. Mungu atusaidie na maombi pia. Maombi ni jambo kubwa sana. Lakini je, hawa wenyewe wanajua hata maombi? Wako tayari? Wako tayari. Maana mwingine ameumia kiasi kwamba ukimwambia maombi anaona haombi, hawezi hata. Kwanza anakuambia sitaki hata kumwombea, simtaki na sitaki hata kumwombea huyo mtu. Kwa hiyo unakuta sasa katika hali kama hiyo ni ngumu. Hapo ndo kwenye kutengana kwa muda, tuone inakuwaje. Ni ngumu, ambayo kweli inahitajika neema ya Mungu kuwasaidia
sana. Na nafikiri wababa wachungaji wana kazi kubwa ya kudili na watu kama hawa. Sisi kama washauri kazi zetu ni kama hivyo, kusikiliza washauri, jamani hapa mwende hivi, mwende hivi, hapa utaratibu uko hivi, fanye hivi. Lakini kusema ukweli na upatanisho, kazi kubwa ya kanisa ni upatanisho, reconciliation. Watu waungane, wasiachane. Na Mungu apendi, neno la Mungu liko wazi, apendi. Kwa hiyo tunaweza tukawasaidia wasifike huko. Hicho ndio tunachoomba, wasifike huko. Lakini ikionekana hakuna namna, hii ndoa watauana hawa, watadhurumiana, wataharibiana maisha. Kwa hiyo unafanyaje? Unawasaidia kufika mahali fulani. Ni masikitiko makubwa ni masikitiko makubwa, lakini mimi niseme tu mtazamaji, kabla hujafika huko bado msaada upo. Na neema bado ingalipo, kwa sababu Mungu ametupa neema ya kuwa na pumzi ya uhai. Basi unaweza kuwaona washauri kama kina Mama Grace hapa, lakini pia kule kanisani kwako waone watumishi wa Mungu. Usinyamaze na jambo lako, kwa sababu ukiweza kama likibikizi ya uchungu, mwisho wa siku ndio unasema sitaki hata kumsikia, sitaki kumuona, hashauriki. Lakini pengine wewe ndio umehukumu, kwa sababu adui ameshakaa pale na uchungu. Kwa hiyo Mungu atusaidie, toka katika hiyo hali ya kukaa kimya na tafuta watu ambao wanaweza kukusaidia wa kiroho, lakini pia wababa wa kanisani na wamama kama Mama Grace watakusaidia vizuri na hutotangazwa, si ndio mama? Maana kuna wengine wanaofia sasa nitakuwa tangazwa, lakini ni afadhali ukasema ili hata mwingine ajue kuna shida lakini ikatatuliwa, kuliko kunyamaza alafu shida inaendelea kulimbikizwa. Wakati tunamalizia mama hapa, pengine huyu anayetutazama atataka kujua labda atapata msaada zaidi wapi, pengine labda unapatikanaje ili aweze kuja kwako, au pengine labda kuna mitandao ya kijamii anaweza kuingia kule kujifunza kitu ili mambo yake yakae sawa. Sisi tuna ofisi. Sisi kama Youth Liberty and Psychological Transformation tuna ofisi. Ofisi yetu iko Kinondoni hapo karibu na mahakama. Ukitoka mahakama hatua wachache tu unafika hapo, na huwa tunapata muda wa kufanya ushauri. Na tunafanya, lakini pia tuna network na washauri wengine. Yani ukija kwangu nikiona sina muda wa kutosha au labda kesi hii inahitajika taaluma zaidi, naweza nikakupeleka, naweza nikakuunganisha na watu wa sheria pia ambao wanaweza wakakusaidia, kwa maana ya kwamba labda kuna watu ambao wanaweza nikakuwataja kwamba labda nenda kwa huyu au hivi. Inategemea na kesi imekaaje. Lakini tupo pale kutoa ushauri. Tuna mitandao ya kijamii ambayo hatujaweza kuinanii sana, hatukuitumia sana, lakini soon tutafanya hivyo. Tutakapokuwa tayari tutasema. Sawa. Watu wanaweza kuingia kwenye mitandao yetu ya kijamii labda kupata mafundisho zaidi au kupata ushauri na vitu kama hivyo. Lakini yakifika kwenye ofisi zenu Kinondoni jirani na mahakama, Kinondoni atawapata na atapata msaada. Huko kwenye mitandao mingine unaweza kupata mafundisho, lakini ushauri tunatoa zaidi mtu akija physically, yani akifika, kwa sababu unajua ushauri ni siri, ni swala la mtu na mshauri. Sio swala la public la kutangaza kila mahali, hapana. Sawa, lakini mtazamaji, ukimtaka zaidi mama yetu Grace, ukiingia Instagram na Facebook wanapatikana kwa jina la Grace Masarakulangwa, si sahihi? Ni sahihi. Kwa hiyo unaweza ukamtafuta kule pia mkawasiliana kwa message, baadaye akakuelekeza zaidi namna ya kufanya kwenye hicho ambacho unapitia. Sina Instagram ya kwangu kama Grace Masarakulangwa. Sijafungua hiyo kwa sababu iko ya organization. Ya organization ambayo ina jina gani? Ambayo ina jina la Youth Liberty, ina jina fulani hapo, sijalikariri vizuri. Lakini mimi personally mtu anaweza kunipigia simu yangu alafu nikamwelekeza cha kufanya. Itaje namba yako? Namba yangu ni 0754285589. Sawa. Mtazamaji, tumepata mawasiliano ya mama hapa. Tumia hayo mawasiliano, na kama alivyosema, basi unaweza kufika ofisini kwake. Ni vizuri sana, mlango uwazi, utapata msaada. Na ukitaka kunipata mimi, napatikana Instagram na Facebook kwa jina la Angel Samuel. Karibu sana, lakini pia unaweza ukatutembelea Upendo Media, Instagram, Facebook, Twitter, zamani sasa ni X, ukatupata kwa jina la Upendo Media. Nikushukuru sana kwa kusikiliza kipindi hiki na kukitazama.
ni kuombe tu kwamba hakikisha kwamba hii misingi ambayo imetajwa hapa na mama yetu Grace Masalakulangwa itumie vizuri, itakusaidia na utajenga ndoa yako na itastawi sana. Nakushukuru sana kwa sababu tumefikia tamati, lakini naamini haya yaliyozungumzwa hapa yatakuwa msingi imara ambao utajenga ndoa yako yenye ustawi. Tukushukuru tena na tena kwa niaba ya mama Grace Masalakulangwa. Mimi ni Angel Samuel, tukutane kwenye ndoa yenye ustawi.